They will even send somebody to come and give you the direction. They will come and connect you. Sometimes they act as destiny connectors. They will come and take you to a place, and in that place unapata kube, this is a place I wanted to be. It's only I didn't know. You find yourself umejipeleka mahali, si wewe ulijipeleka ate dekorire kuo na dakora modonga. No, the angels planned on how these things to happen. For you to be in this church, the angels planned, and he planned to have Simoke. And then after Simoke, what happened? Simoke, as you were watching a movie, you felt like you want to change this channel to this channel. As you were changing, you saw, now you get the interest of this Mungeke man. And in the process of getting interest, you start listening. So the angel will tell you, listen. Angel will whisper to you, listen to this man. And from there, the message that you really wanted in your life, you'll find it is the same message that is being spoken about. That is a connection. That's an angelic connection. It is the angel that planned all those communications so that you can get to the place. The angel of God will give you a guidance in a manner that the kind of people around your life, wale watu munakaa na wao, if you are correct with the angels, God will reveal to you each and every person what they are doing through the angel. The angels will be there to give you, tell you, this is Mary, yes, this is karaoke, yes, this is thinking this, and this is thinking this. They act on behalf of God towards man, and on behalf of man towards God. So they are intermediaries. They come in between to give a direction, to give a connection, to give a propelled idea. And most of the ideas unaonanga watu wanaitwa genius. The genius, they come because of the angels. Praise be the name of God. The genius, that information inaletwa na angel. Unakuta the revelation you are getting, it is angelic. Ni unakuta mtu unaulizaga huyu mtu anatoaga akili mingi aje? Huyu mtu hii masomo yote alitoa wapi? Si yeye. Sometimes when I come here, I don't know what I'm coming to speak. I only get to know when nimekuwa kwa pulpit. Ndio nasikiaga sauti imeniambia sasa unafundisha. Immediately a big screen comes in front of me. So I will be leading from the screen, and I will be telling you what God wants me to do. That is that we call, I'm operating under the angelic ministry. You will find that the topic I'm teaching today, you go to another church, the topic will be spoken. You go to another church, the same topic. You go to another church, because there is a wave of an angelic wave that is moving around, telling men and women of God who are correct with God, they are given a same information that they will preach. You find about all churches, they were speaking about what? Particular topic. Therefore, that is what we call inspired. Angelic inspired. That is now what I'm telling you. It is being guided to do the will of God. The angels are sent to come and do exactly either the will of man, the will of God, or the will of Lucifer, depending ni angels wagani wanaoperate kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. So once we know the roles, tumejua the roles of the angels, one is to protect, number 2 is to guide, number 3 is to serve man and to serve God. Angels got greater knowledge than men. They are not omniscient, and they are not omniscient. Tusome kitabu cha Matthew 24 verse 36. Somebody quickly. Matthew 24 verse 36. Somebody. And I don't know. So I give this mandate to Fundi. Wewe. Kesho niweke screen zote. Sindio? Because nimeimba hiyo imba imekuwa chorus. Screen zinaozea huko, sasa tungekuwa tunasoma faster. Yaani niwaambia asubuhi kuna watu bado wako city stadium wamekataa kuhama kabisa. Unaona watu hapa lakini bado wako city stadium. Screen ziko pale lakini they are not touching until they are told to do. Umesikia hiyo mtungari?
Hiyo kazi ndio kesho mnafanya. Put all kwenye walls, mweke screens, zile ziko na zile haziko tununue zingine, ndio tupate kuendelea vizuri. Are we there? Matthew 24 verse number 36. Matthew 24:36. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving... Thank you. It's saying about this knowledge of the angel. It is a bit superior than that of man. Why? Because they have a direct conversation between man and God. And and between the angels and God, and man and the angels. Therefore, angels are creations of light. Hallelujah. The angels are a creation of the light, or light. And the angels, there are several billions of angels. Through those 7 are major. There are several billions of angels. But we are going to concentrate on 7 only, because these 7 are more superior. They are called archangels. Bwana Yesu asifiwe sana. The archangel, we start from the superior, the most superior, to the least superior. Although they do the same job, apart from the most superior is their master. He took up the role of angel Lucifer. Yeye ndiye alichukua madaraka ya Lucifer na akakontrol, na akakuwa yeye sasa ndiye anaendesha majukumu. Kwa hivyo tutaanzia na yeye ambaye ni mkubwa, tukiteremuka mpaka tujue what is their role, each role of each angel. And number 2, we know them by colors. Angels are known by colors. Today I want to surprise you, because so many of you are going to be surprised, because what you know is not what is there. Because so many of you who have come from the Acolinos and Madiviners, you'll be surprised, because that is what you don't know. Therefore, the angels being the creation of light, we're going to look from each, and tutaanza na the 7 archangels. First archangel anaitwa Michael. Most of you know Michael. How many of you know Michael? Lift up your name. Angel Michael. Naitisha nguvu ya Michael, kuja pigana vita. Hey, yes. Raina likae linae kotaya limokaya. Atesho nemulaika Michael okwaragia. Mwana ni agosho. Now, I want you to lift up your hand and tell me, what is the color of Michael? Tell me. No idea. What's the color of Michael? What's the color of Michael? Red. Yes. What's the color of Michael? Red. What's the color of Michael? Yeah? White. Oh, acha. Now you could. What's the color of Michael? Blue. What's the color of Michael? Where are Kamarok? Red. What's the color of Michael? What's the color of Michael? Steve? Red. What's the color of Michael? Blue. What's the color of Michael? White. Where wacha? What's the color of Michael? Some of you have said blue, some of you say red, and some of you have said white, which is all good. Those are answers of different types of angels and their colors. I refuse your answers because I know you know. I've taught you. Therefore, chief angel, that is the archangel Michael, I'm going to tell you the roles, then I'm going to tell you the color. Before that, because so many of you, you know him as the fighter, one who fights, and because you are wearing red, that is the danger. Like now here you say, go konemulaika Michael radana, todo wa red. Bwana Yesu asifiwe sana. But that is wrong. Michael is not red. Michael is not danger that you think.
Michael is a superior angel to other angels. Michael is the master of all angels. The color of Michael is blue. The role of Michael, he gives superiority control over other angels. Yes, Michael is a fighter, will fight for you. He rescues, he protects, and he gives direction, and he is a supreme to any other angel. He rescues other angels. When Daniel was fasting and praying, the angel that was sent was Gabriel. And Gabriel was coming with and rescue Gabriel so that Gabriel can send apeleke mzigo ya Danieli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Gabriel alikuwa amekamatwa na mfalme wa Persia, lakini Michael wakati alifika alinasua Gabriel, Gabriel akapeleke ya Danieli mizigo. Kumaanisha watu wengi ambao mmebarikiwa sana hapa, najua watu wamebarikiwa, watu mko na magari, watu wengi hapa ni matajiri sana, but vitu zenu zimekamatwa hapa juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Magari yenu imekamatwa, manyumba yenu imekamatiwa hapa juu, blessing na pesa zenu zimekamatiwa. Ndio unaona mtu anakuja na kukopa mamia kwenda gombera shilingi 10,000 na kwako hata chakula ona kigutire. Gombera shilingi 1,000,000 nikikuangalia hivi na kuambia nikopese shilingi 1,000,000, but in you there is nothing in the house. Hauna hata dururu, hauna. Lakini mimi kwangu nikikuangalia Kemani hivi, ninaona uko na 1,000,000, hauwezi kukosa, kwa sababu ziko hapa, kwa hapa. They are here. Everything yours haiko hapa, imehang, lakini imekamatwa na mfalme wa Persia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na imeletwa na inaletagwa na malaika. Our blessings zote zinateremshagwa na malaika, na mostly the one who is given to bring is a messenger angel. But Michael is not a messenger angel. Michael is the superior to them, supervisor. The color of Michael, as I've told you, it is blue or royal purple. How do you know that Michael is operating in you? Because most of us, we have angels that operate in us. Umenyagatia? How do you know? Ati kuna malaika anatumika kwako. Yule malaika anafanya kazi ni kwako ni mgani? Ama ni malaika wangapi wanafanya kazi na wewe? Because unaweza kuwa na the 7 archangels, ama 1 archangel, ama you are without. How do you know? You know by what kind the colors you love most. You go in your house and see what type of colors you have in your house. Ukata unapenda blue tu, ukienda tu kwa duka kile kitu unaona ni blue, ukienda kwa kitu unaona ni blue, hata chakula unatafutaka chakula za blue, because yule anatembea anafanya kazi yako ndani yako ni malaika Michael. It is an angel of authority, an angel of guidance, an angel of supremacy. In the book of Revelation, chapter number 12, verse 7 and 9, Revelation, chapter number 12, verse 7 and 9. Now, war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon, and the dragon and his angels fought back. You see, Michael and his angels, and the dragon and his angels. So kuna angels wa kishetani ambao wanapigana against you. Wakati unasikia kuna vita vimekuinukia, ni maroho, na hiyo maroho inakuja kupitia kwa angels, the fallen angels. So while you invoke the services of the angel Michael, remember there are also others who are fighting you. So
wale unasikianga masauti zingine zinakuzungumzia, zinakwambia fanya hii, twende hivi, jinyonge, kunywa dawa, fanya hivi. Hizo ni masauti zinatoka kwa the fallen angels ambao they are against you. So they come to attack you, they come to destroy you, they come to bring you. As Michael and his angels were fighting against the dragon, and the dragons and also his angels fought back. But he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven. The great dragon was thrown down. That is a revelation ambayo through anaitwa nani? John, the book of Revelation. They saw it is Michael that was given responsibility. Michael ndiye amepatiwa wakati wa mwisho, wakati nasema siku ya kiyama shetani atashikwa for 1000 years, afungiwe kisha awekwa in endless pit. It is Michael atafanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Though shetani atajaribu kupigana na malaika wake, atajaribu kungangana, but it will not work because the services of Michael are greater. He is powerful, he is strong, he is energetic, he knows what to do. The roles of Michael, he will play important roles in the end time event. Like now, saizi what is really happening, it is Michael who is in control. Right now we are fighting about the revival of the gospel of Jesus Christ. You can see there is a lot of fighting. The churches are being suppressed. Ministers of God wanapigwa. Vitu mingi zimetokea. Mapasta ambao ni fake, mapasta ambao ni wa Mungu, watu ambao ni fake manabii na wengine ambao ni wa Mungu. All these things are happening now. And who is fighting? Michael is fighting. Because this is his role. Saizi ndio ako kwa ofisi kuhakikisha Yesu ameinuka. That is why Lucifer, malaika wa shetani, naye ameinuka kupigana na Michael. The wars ambao mnaona zikifanyika saizi, it is Michael against malaika wa shetani. Ama shetani mwenyewe, unasikia the dragon alikuwa na angels zake. The dragon Lucifer ambaye ameinuka. Dragon Lucifer ambaye amejipanga na amefanya maneno ambayo anayafanya kuhakikisha ya kwamba the prophetic word, the mission of God on earth is not fulfilled. So whatever you are seeing, the Mackenzie, the whatever you are seeing everywhere, it is not biblical. It is very biblical. Hizi vitu zote mnaona, makanisa kufungwa, makanisa kuzuiliwa, makanisa kuambiwa hii siendelee, hiyo yote iko kwenye Biblia. When you see verse number 8 of Revelation 12, inasema, but he was defeated and there was no longer any place for them in heaven. Meaning, tutapata ushindi hata kama vita vitakuwa juu, hata kama tutangangana, hata kama tutafanya. Michael will be empowered to contain them. Michael will be empowered to defeat them. Michael will be empowered to bring down all the principalities. Therefore, Michael is really playing the largest role right now in church. Na tuliona wakati wa Kirinyaga, tulipoambiwa hatutaenda, I invoked na nikasema Kirinyaga ninaenda. Si kwa mama ya mtu naenda kuhubiri, Kirinyaga nitakanyaga huko. Na nilikanyaga. Despite the CID were all over, despite the forces of the government were all over, I went there and directed, and nikaweka mashini zangu na nikasema wote walikuwa wamekataa, but I commanded, and the day I commanded and invoked and told, I invoked for the services of Michael, the CC, the county commissioner, called me. Akaniambia kuja. Nikamuuliza iko nini? Akaniambia nikamwambia simulisema mkutano hakuna. Mimi nakuja kuhubiri na sikombi ruhusa, because the country's position, the constitution of Kenya does not require you to seek permission to do a political or any social gathering. You just inform them that I will be attending a meeting in Machakos, in Molo, in Kiambu. Then they come, they provide security. So there is no permission you are supposed to seek from the police. Then the police, they will only come in after you have failed to get the services ya kiwanja mahali utaenda. That's now when you get the service ya kiwanja, ukwende kama ni City Stadium, you want to go,
You go to the police station near the city stadium. Then the police will tell you, go to the owners of that stadium. They give you a letter of acceptance. Once you have the letter from city stadium, you go to the police. Then they will stamp your letter, and then they will tell you, tutakupatia askari sita wa kukuchunga. And that is the end of the game. Lakini mwenye anaweza kuzuia mkutano yako ni mwenye kiwanja, si polisi. That is law, and that is it. So you must understand that police has no role in whatever. And I went and invoked my God, and I told God, this stadium nitakanyaga. Na nilipoenda huko, nikaenda usiku, tukachukua mchanga, tukashika mchanga, tukakomandi kiwanja. Tunasema, kiwanja, wewe ni wa Mungu na usikilize neno la Mungu. Tutakuja hapa, tutahubiria watu, na wale ambao umeshika mateka waachilie huru. And we went there, and we preached, and the people got saved. Hallelujah. So if you understand how to invoke the services of the angel, nobody will be able to stop you. When I met the CC, aliniambia, mimi sijarara, nasikia nikipigwa vita kila mahali. Nikasikia sauti imeniambia, unakataza mtumishi wangu kuja kufanya kazi kwa nini? Then akaambiwa mpaka jina. He had to defy every order. Akanipigia, because now serikali ya Kenya imeondolewa, serikali ya mbinguni ikateremka, ikateke control. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how to win spiritual battles. When you think you are down, bwana yako amekukanyagiria, mke wako amekutesa, mambo imekuangahika na umeona things are not working, you invoke the government of heaven, because the government of heaven has more control than the earthly government. When Raila was doing maandamano, I told you the other time, when Raila was doing maandamano, ndio nilitengeneza hii nikapeleka kanisani kule city stadium. Why? Because people didn't understand me what I'm doing, but I knew this is prophetic and this is angelic, and we're going to find the angels in this flag of Kenya. Therefore, when it is prophetic and it's angelic, you don't go. Kama sahi Ruto akipita hapa, akute bendera ikipandishwa, ataenda atafanya nini? Atasimama. Ruto, the head of state and the government of Kenya, he will have to stop na asimame attention. Meaning ni nini hii? What is this? Yeah? Sorry? I'm not hearing you. I'm not hearing you. This is an altar that rules Kenyan government. Every person of us here, we are identified by this flag. Kipchoge akikipia, hii ndio inapandishako to identify. The flag identifies the nation. The flag changes your status. Na ndio unaonanga watu wengi ambao wametoka Kenya, wameenda ng'ambo, wamekataa Kenya, wameitwa wa Amerika, wameitwa wa UK, wameitwa wa England, waitwa whatever you give yourself, you have lost your sovereignty, your birthright umeipatiana. You have forsaken your birthright. Now you are in a country where your political code is not, meaning you live in that country at the mercy of that country. But when I'm a Kenyan, I can be able to speak authoritatively because my political code iko Kenya na imenikamata na imeniongoza. So nobody can be able to challenge me. And whatever I will invest, chochote nitavuna kita ikuwa invested na kitakuwa. But when you go and recant your nationality, hata upate mabilioni ukiwa Amerika, hiyo pesa ukuje uinvest Kenya, lazima utanyang'anywa, lazima itaibiwa, maana you have no legal right, because everything is about the legal right. You don't have the legal right as being Kenyan. You are a Kenyan, but you kama mtu anaitwa Esau, venye alinyang'anywa his birthright, has he sold his birthright. And when I advise people, many of them have realized so, na wamekuja back kuchukua passport ya Kenya. The passport of Kenya gives you the legal right to benefit
from the soil of Kenya. Ukitoka hapa uende America, whatever you will upata kule, kazi ambayo utapata, pesa ambayo utapata, anything you get in America, it is attached to the ground where you are born. You are getting them because of the favor of your country. That is why soil is very important in your life. When you are going out, you speak to this soil of Kenya, and even you can carry the soil of Kenya wende nayo Uingereza. So wende uimix na soil ya kule, ndio ile soil ikubali kukupatia. Otherwise mababa wa huko walizungumzia soil yao. Hapa Kenya mababa wa hapa walizungumzia mchanga na wakaunenea na wakawaambia mtu wa kutoka nje akikuja asikule matunda ya hapa, akuwe slave. In America, venye mababa wa Amerika walifanya, walizungumzia mchanga wa huko, wakasema mtu yote atakayekuja akuwe slave. Na si ndivyo kunaendelea? Wanafanyiwa kazi. You will find that people work in America from January to December just for the government. Here in Kenya, the government works for you. But in America, you work for the government. All the salary, unakuta mtu analipwa salary ya 1 million bob. But ile pesa anaweka kwa mfuko yake ni 30,000 out of 1 million. Why? Madhabahu ya huko iliambiwa, madhabahu ya huko ilizungumziwa na wale the founders of America. Wakachukua bendera hii, wakainenea, wakaiambia mtu yoyote atakaye kuja hapa asichukue urithi wa hapa apeleke nje. Urithi wa hapa ubaki hapa. That is why if you want to succeed, chukua mchanga wa hapa uende nayo huko, ama uzungumzie mchanga wa Kenya. Ninaenda Amerika, na nikifika Amerika kule walisema ya kwamba nikienda huko nitakuwa mtumwa. Uambie Kenya, mchanga wa Kenya, mimi natoka hapa and I'm not going there as a slave. I'm going there to benefit from that land because that is a land from God. You connect your blessings. You connect your livelihood. You connect your successes. Otherwise you are going to lose. Otherwise you will work in America, people will know that you've been in America but with nothing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wale watu walikosa, wale mwanzo walikosa kuelewa the secret of the soil they are suffering. Hata utoke sasa, for example, ukue kwenu ni Embu, utoke Embu ukuje Nairobi, you have to speak to the soil of Embu. That is why I was teaching about the blessing of your mother, the blessings of your father. From kule ulitoka uachiliwe na blessing, ndio ukikuja Nairobi. Maana Nairobi kuna madhabahu ya Nairobi, na Embu kuna madhabahu ya Embu. Kuna wazee wa Embu walinenea mchanga wa huko, na Nairobi kuna wazee walianzisha Nairobi nao walinenea mchanga wa huko. So lazima upate nguvu kutoka hapa kwenu Embu, ukuje hapa na authority. Ukiingia hapa, hiyo authority ifanye kazi, otherwise you cannot. That is why our flag, at the American president, as superior as he is, the Kenyan flag ikipandishwa lazima asimame attention, because this is the altar that rules a nation. This is the altar that controls. And when kulikuwa na maandamano, mimi si kwenda kusema ati Raila asifanye maandamano, hatukusema Ruto asifanye hii ama wasikilizane. No, we went to the altar of the nation and spoke to the altar and told the altar, damu mingi imemwagika kwa sababu ya nchi hii. Damu mingi, watu wengi wameteseka, na tukawaambia wewe, kwa sababu wewe ndio altar ya nchi, tumekutuma uende waambie Raila hatutaki maandamano. Tumekutuma tukakwambia enda waambie Ruto hatutaki this and this. Kutoka siku hiyo Raila amejaribu kufanya maandamano, haifanyiki. Amejaribu, analeta excuse, anasema tunaenda negotiation. Amesema serikali ya UDA imefanya. Hakuna. The owner of the country is the flag. You don't go to the workers. Hawendi ukikuja hapa, wende kwa wafanyikazi wetu hapa, utapata result, kuja unitafute. Kama ni kunichokosa, kuja kwangu. Mimi ndio mwenye madhabahu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So you don't go. Wachana na mangangano. Kama ni kuombea nchi, wacha kuombea Ruto, wacha kuombea Raila, wacha kuombea Uhuru ama whatever. Don't pray for them. Don't. Go to the owner of the family of the country, the owner of this land. Owner, hii inasema nini? Hii inasema ni man, black man. Hii inasema ni damu. Hii inasema ni ardhi yetu. Hii inasema ni amani. The whole angelic ministry. Speak to it.
The nonsense hiyo ya Raila iliisha. Tulikuwa kule katika kanisa ingine. The entire nonsense ya Raila iliisha. You don't go rushing. That's why you see nikienda Kirinyaga, naenda nasema this is what I want to do. I tell God na ninatoa sacrifice. I don't need you to give me the sacrifice. God has commanded. I'm a high priest, and the high priest gives sacrifices. Somebody to read hapo. Tutarudi tu kwa nini? Somebody to read Hebrews 5. Hebrews 5. You understand your pastor, and you understand the difference between your pastor and the high priest. So Hebrews iko mwisho haraka. Umepata? Niwende dodome. Mpatie microphone. Na mtumio apatiwe baji ya pastor hapa. Soma. Angalia huko watu. Unasomea watu. Kuja hapa. Wadi kogoroka. Kogoroka. Yes. Huyu amerushiwa kogoroka. Familia yao inafika kaiji yake wanagoroka. Lakini this is the end of kogoroka. Amen. Yes. For every high priest taken from among men. Twende pole pole. For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God. He is ordained for men in things pertaining God. To do what? That he may offer both gifts and sacrifices. That he, the high priest, may offer both gifts and sacrifices for who? For sins. For sins. Did you get me? Not many pastors will give a sacrifice because of a nation. Me, wherever kule kote tumeenda, ukule Murang'a tulitoa sacrifice ya 4 million shillings. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule Thika tulikuwa tumetoa ya 3 million. Kirinyaga kuna ile tulitoa paka mapasta wakasema, wakatangaza kwa kiwanja wakasema, msitufuate hii pesa tupeleke kwa nyumba, tunapeleka kwa bank na haitawekwa kwa mtu, because when you are called a high priest, you give sacrifices for both gifts and sacrifices for sins committed by the people in the area. You don't need to let them involved. You don't even need to involve them. You give a sacrifice. That is the man called the high priest. The pastor will come and tell you, chachageni, kuna madhabahu tunaenda kuvuja, kuna kitu tunaenda. No, a high priest picks anything and takes on behalf for things pertaining God to man, and for things pertaining man to God. He anakaa hapo katikati, anainua sacrifice because of sin ya pombe, sin ya usherati, sin ya mambo yote ile imefanyika katika eneo fulani, na Mungu anamsikia na anabadilisha hizo maeneo. Tuendelee. Who can have compassion on the ignorant and on them that are out of the way? Yes. For that he himself also is compassed with infirmity. Yes. And by reason hereof, ought as for the people, so also for himself to offer for sins. He offers for people and for himself. That is why when you see, first I do a sacrifice for myself because I am also a sinner. And then number 2, I do a sacrifice for the community I've been sent. Kama sasa tunaenda Moro, I will go there and I will offer a sacrifice for my sins and for my children's sins and for my anybody. Hata nyinyi nitawatolea sacrifice. Sometimes mnaona nikisema nimetoa sacrifice, I normally sacrifice for you. Bwana Yesu asifiwe sana. I will gather na tafuta, ninaenda kwa baba yangu ya kiroho, natolea watoto wangu wote wa kimwili na watoto wa kiroho, ninawatolea sacrifice. No, why? Because there is an intermediate hapa katikati. Kuna vita mnavyopitia na mfai kuvitia kwa sababu mimi ni baba yako ya kiroho. Zile vita zote nimepigana, haufai kupigana as long as you are under me. Na vile vita vyote Ng'ang'a Harrison amepigana, mimi sitazipigana. Ng'ang'a alihangaika kutafuta nyumba kama hii. It took him 10 years to get such a building. In fact 15 years to get such a place. It took us only 1 year to be here. So vita vya Ng'ang'a vile amepitia, all where amewin, the battles he has won, we as his children, we will not go through that.
What we will go through is higher than him. Na ndio unaona ministry yetu itaenda. Ukiangalia Kemani ni mtoto wa Ng'ang'a, lakini ako juu kuliko Ng'ang'a. Why? Because yeye anapigana high level, ako juu kidogo. Ukiangalia wale watu wako chini ya Ng'ang'a, watoto wake wa kiroho wamepanda, hata sisi tutaenda juu yake, but we will not supersede his authority, though we will be bigger in action than him, but his authority itabaki kuwa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you win the battle. That is how you win spiritual battle. Understanding your role, understanding what kind of level you are, understanding what kind of connectivity you have between your spiritual father. And that is why it's so important for you to be under a spiritual father, a father that feeds you spiritually. He commands. The Bible says, respect and obey your prophets, and you will prosper. Prosperity is connected to the man you are under. But obey your God, and you will be established. Establishment, the foundation, comes from God. But prosperity, it is dependent on your prophet. You may be seated. Thank you. So therefore, going back, so much diverted towards that. Role number 2 of that's the future roles. We are talking about the future roles of Michael, then we discuss the current roles. He will lead a multitude of angels in triumphant over Satan and his demons. So this Michael will lead a multitude of angels and against Satan and his demons. Kwa hivyo demons are angels that operate with Satan himself. And the demons are the ones that comes to stop you when you are reaching your destiny. These demons are specifically planned, organized, and orchestrated to make sure the work of the demon, it is to make sure usifike kwenye destiny yako. That is their role. They don't attack you, they don't bring diseases, they don't bring anything, but they only wait for you at the gate ya kuingia destiny. That is where they come in. That is where they will hit you. That is where they will strike you. That is where they will break your marriage. That's where they will break your ministry. That's where they will break. Wakati tu unaenda kuingia destiny. Having a car is not destiny. Having a big farm is not destiny. The destiny is when you get into the purpose and the will of God that you are created for. So these demons are created to come and make sure you don't get into the purpose and the will of God. Because driving a nice car may not be the will of God. Owning a big truck of shamba may not be the will of God. But you becoming a preacher may be the will of God. You becoming a pastor could be, that's the will of God. Therefore, at the day uko na magari, uko na kila kitu, uokoke. Kuna watu wanaokokanga. Uko na utajiri mkubwa, uokoke, because the will of God was you to get saved, so that utajiri yako isaidie in building his kingdom. Hapo ndio mademoni wanakuja. Unasikia kila kitu. Maauctioneers wamekuja, mbagi manager ambao they were good friend to you, they are on your door. Everybody is against you. Na unaanza kuitishwa. Unaanza kukimbia kwa pastor na mwambia kumada dada honokile ni kwa huduma ya marokile. Sasa hiyo ni statement ya kusema I wish I didn't get saved. Why? The demons that stops you to get into your destiny wamesimama. They will frustrate you mpaka useme I've given up, unarudi. Ukirudi huko wanakuuliza ulikuwa naenda wapi? Wanapata instruction ya kukuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So we have seen the third future role. He commands God's army against satanic forces. Michael commands a great army of God against satanic forces. And in our current situation, that is the futuristic roles. But now let us look at the current roles. In our lives, he provides us with, number 1, protection. In number 2, he provides us with power to fight negativity. So you being able to fight that negativity story, you being able to fight that spirit, hiyo kutokoswa
na kutokoseka, hiyo kuja kuambia uenda ukaibe, hiyo kuambia unenda wacha kuenda, that negativity part of your life, you being able to fight it, it is Michael. Michael is assisting you. So that negativity thought, hiyo mafikira ya ujinga, hiyo mafikira ya kutaka kufanya maovu, hiyo mafikira ya kutaka kujiua, hiyo mafikira ya kutaka kutoka kwa ndoa yako, hiyo mafikira ya kutaka, yani that negative side, it is Michael who helps you to fight. If you are able to win that battle, if you are able to win that kind of a challenge that is against you, then Michael is working in you. And number 3, growing us in our family and the ministry activities. He is the one that grows the ministry. All these activities mnaona tunafanya hapa, it is under his supremacy, under his control. He is the one that is anacommand mtu wako America, tuma 30,000 ikanunue viti. Anacommand mtu wako Japan, tuma 20,000. Unasikia mahali popote huko una msukumo, kuna kitu kinakusukuma, nituma hii pesa kwa nyumba yangu, because Michael ame-identify challenges za hii nyumba zote, na anajua hii itakuja siku gani na hii haitakuja siku gani. Juzi tu nilikuwa nimepigia marafiki zangu 3 4 hivi, nikamwambia nisaidieni kununua kamera mzuri. Mimi nikiwa hapa, that's a petition for me, it's a petition, and I spoke to them. Nikamwambia ni help me to raise a camera, to buy a camera, because buying a camera is very expensive. It's 200,000 and above. Nikiwa tu hapa mtu akagojeka ugonjwa imaginary. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo sasa ndiye anaitwa Michael. It is a disease that was imaginary. Therefore, before you go to hospital because of a disease, try to ask God whether ni disease, because you be told you have cancer yet you don't have. Na utaenda chemo, na utaenda other processes yet you are not, hauna cancer. Nika imaginary disease ulirushiwa. Naye Mungu akadirect huyo mtu, akamwambia nenda kwa Waruige. Na yeye alikuwa kwa matatu akisafiri, kwa sababu hakutaka kuendesha gari yake, aliona kichwa yake itaruka kama ya mtu mwingine hapa. So akaendesha, akaingia kwa matatu. Akiwa ndani ya matatu, akiangalia simu hivi, akaona mahubiri, akataka kusikiliza. Akasikiliza, akaweka vitu kwa masikio, akasikiliza, akasikia, akaona jamaa mwingine tulifanya Deliverance pale City Stadium, mwenye alikuwa na tumor ya kansa ya jicho na alipona. Bwana Yesu asifiwe sana. Akachukua namba, akanipigia simu, akaniuliza, wewe ni Waroike? Nikamwambia, ulikuwa nataka nani? Mimi naongea karudi kidogo. Naongea kama sijali. Wewe ni Waroike? Unajua wanaume hawajui kuongea vizuri, wanaongea na madharau. Wewe ni Waroike? Wewe si ni yule ulikuwa wa Mogeke? Nikamuuliza, ulikuwa unataka wa Mogeke ama ulikuwa unataka Waroike? Akaniambia, hapana, sina ubaya, nikujini kuuliza. Basi siulize na adabu. Once a commander always. Yes. So akaniambia, this is where can I meet you? Nikamwambia kuja kwa kanisa. Akaniambia sitaki kuja kwa kanisa kwa sababu ni mtu tajiri sana. Hataki kuonekana hapa, kuchukuliwa na kamera. Ameona kitu kwa kamera. Hiyo message ameisoma kwa sababu ya kamera, lakini hataki onekane kwa kamera. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikamwambia, unataka tukutane? Akaniambia tukutane Serena. Tulipofika huko Serena, akaniuliza, akaniambia, akanipatia matatizo yake, akanipatia, nikamwambia hiyo hata hakuna, you are not cancerous. Hauna. Akaniambia how? Nikamwambia hauna. Akaniuliza, unataka nifanyie nini kanisa yako? Nikamwambia mimi sina kamera. Kumbe yeye ako na duka ya kamera. Alipigia mtu yake, ananiambia, leta kamera pili zile ziko sahihi haraka hapa. Aliponipokeza kibox nilikilete hapa, nikampigia simu, nikamwambia, ulikuwa umepimiwa wapi? Akaniambia alikuwa amepimiwa Aga Khan. Nikamwambia aenda ile ya Kenyatta upimwe sahihi. Akaenda Kenyatta, akaulizwa, ulikuwa umekuja kufanya nini? Nataka kupimwa nini? Kansa. Si tumekupima yeye. Nani alikuwa amekwambia? Mimi, makaratasi ndio hii Aga Khan, niko na kansa. Akaambiwa hauna. Nimemwambia tena rudi Aga Khan, enda upimwe. Akaenda, the same doctor akamuuliza, sasa are you ready for chemo? Akamwambia nimekuja, yes I'm ready, lakini tufanye retest. Akafanywa, akaulizwa, what did you do?
So there are things that will happen in you, or will be caused to happen because of a particular church. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of a particular family. Kuna familia inateseka na uko na shilingi 10,000. Utasababishwa uone hiyo familia mpaka utume hiyo shilingi 10,000. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is angelic ministry. When you are operating under the angels, they will organize. They organize everything. Just like demons organizes you. Inakuprepare huyu mama, anampeleka Nakuru, na mimi ninapelekwa Nakuru. Tunaenda tutamkuta ko stranded, na mimi niko na pesa, namwambia tuingie kwa karoji ni tulale. Demons, they organize. Just like the other side, they also demons organize. Unajipata kulipangwa kitu, ukapangwa, ukajikuta kwa kabuni fulani na ukaandikwa kazi kwa kabuni fulani, only to find a lady that was organized. Akuje hapo, akuje mkutane, ndio mwende mfanye usharati, upatikane na ukimwi mkufe. Just to kill the destiny. All the demons work, the work of the demon is to make sure your destiny has been curtailed. The work of the demons, those angels of the Lucifer, to make sure that anything that is in you imekatika. They will cause anything, they organize. So having the power to resist the plans of the devil, it's Michael only who can help you. Ukiona umeweza, umefaulu kupita, umefaulu, hii mtego ulikuwa umewekea unaruka, hii mtego mwingine unaruka, hii mtego mwingine unaruka, hii mtego mwingine unaruka, hii mtego mwingine unaruka, unasemaka nyanyima hakukonea na pesa hiyo, ne nguo yakwa, ne gikombe kiguire, kikombe kikakuka, chai ikakwagukia, ikakumwagikia, ukafikiria urudi nyumbani, uende ufanye nini? Ucheji nguo. By the time umerudi ukasikia gari imeenda. Kwa hivyo hiyo safari ukanini? Wale wa mama walikutangulia wakasikia walikuwa kwa 1600. Hiyo kumwagikiwa ni nguvu za kimalaika, ni plan za Michael to make sure hautaenda huko. Bwana Yesu asifiwe sana. And number 4, umesikia Michael hapo inasaidia ma families and ministry activities. Number 4, he is a helper. He helps you. He is the one that will help you from any situation. Like now when he rescued in the book of Daniel 10 verse number 13, the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. But Michael, one of the chief princes, came to help me. Daniel alikuwa amezuiliwa kabisa. Daniel alikuwa amezuiliwa, hangeweza chochote, hangeweza to make any move. But Michael, for 21 days Daniel was struggling. Michael came in the 21st day na akamsaidia na akapata mizigo yake. So when you are praying, we don't pray to the angels. Don't pray to the other angels na kuomba angel. No, angels, you just invoke their services. You call for their services. When you are in a situation where you need the angelic services, you call. You don't pray to them. You don't seek them to become your God. You don't make them your God, but you seek, you invoke their services. You ask for the services of Michael to come and help you, to come and rescue. Uki understand which situation you are in. Kama ni situation inahitaji kusaidiwa, you invoke. By unaenda kwa kitabu ya Daniel 10 verse 13. You invoke huyo Michael mwenye alirescue naitwa nani? Hiyo jina imeenda. Gabriel. Huyo hii kitu imeflow sana. When the Michael, that spirit that was involved, ambayo ilisaidia Gabriel ambaye alikuwa amekamatwa, wakarescue mizigo ya Daniel kutoka kwa mfalme wa Persia. You invoke that spirit. You invoke that. Hiyo roho unaiitisha. Kama vile nani alienda, aliko nani, kuna mama nilipatia maji ya chupi hapa. Hapo Naivasha, lakini tuko nyumbani because I needed that contact. Nikamwambia weka maji ya chumvi kwa kikombe na akaweka. Nikamwambia wacha niombee hiyo maji. Nikaiombea na nikaambia Mungu, ile roho ambayo ilikuwa na Elisha, ambayo ulimteremshia, naye akaenda kwa ule mto, akawaambia leteni bakuli na muweke chumvi. Akachukua chumvi, akaangusha ndani ya nini? Ndani ya maji, na hiyo maji ikakuwa safi. Hiyo roho ambayo ilitumika that time, hiyo ndio tuna invoke.
Lakini si uende nyumbani ufanye chumbi sasa ikue your prayer item. It is not a prayer item. You invoke that spirit that operated that day. Mnielewa sasa hapo? You don't make it. Hii mafuta ilipakwa watu. Does not mean sasa uende kuchukua kwa supermarket uanze kupaka watu, something will happen. It is not going to happen. It is the spirit that operated in that oil that time that you invoke. You invoke the presence of God. You invoke the presence of mtu fulani alifanya wakati Musa alikuwa amefika mwisho. Kwa sababu sasa kama tungekuwa tunatumia kila kitu, tungekuwa tunatumia nyoka. Si nyoka is biblical. Aliangusha kamuti, nyoka ikafanyika, ikameza hizi manyoka zingine. Sasa unakuta hiyo kitu hiyo, the spirit that operated, that is what you invoke. Katika maombi yako, do not just do a prayer, invoke. That is why unakutanga tunaambiwa sana when you are praying, pray with the promises of God. Remind God, put the promises, because God is a promise keeper. Mwambie you said you never forsake me nor leave me. Mwambie you said hata kama nitakuwa kwenye bonde la magonjwa, kwenye bonde la kifo, I'm about to die, when I get you, when I lift you, umkumbushe. Ukikumbusha Mungu the promise, God anakuanga mwepesi wa kufanya mambo when it comes to the promises. He is a promise keeper. Na ni mtu, Mungu ni shy, anasikiaga aibu, anasikiaga dhoni, akimjua nitaaibika hapa, anarukaga very fast na anafanya ndio asiaibike. Afadhali muulizanage hapo mbele, lakini hii atafanya. Ndio naona hata mrefu muizi tulikuwa tukienda kuiba. Kuna siku moja tulienda kuiba banki nyingine hapa. Tuliambia si ilikuwa ya Karen. Ingine tuliomba Mungu, tulishikana mkono tukaenda, tukaambia Mungu, tusaidie tuende tuchukue hiyo pesa. Ulisema you will never forsake us nor leave us. We quoted the Bible. Tukamwambia maneno yake, tukamwambia promises zote. Na tulienda na tukamwambia ulisema tukienda huko utawafanya walale. Na hakika baki mzima tulikuta imelala. Na tulipita na pesa. Na tukakuja kuleta. Here you invoke. Now Michael is an angel for everybody. It's not an angel for you, Christian. It's an angel for everybody. So whoever that invokes his services, he will come. And an angel Michael is a very honest angel. It's a straightforward angel. Ukikuwa sasa mama, kuja nikutumie tu. Nduka maketu. Tuseme huyu mama ni mrogi. Sorry for using that. Tuge mtumio ni mrogi ni wa odoga, ananirogaga. Lakini na mimi ni wa devil worshipper. Mimi niko kanisani lakini ni wa devil worshipper. Sasa huyu mama amenitesa sana. Nianze kuita Michael, ninakuomba Michael, teremka na upanga. Michael ikalala. Michael atateremka. Na atateremka kwa sababu ameitishwa. Si kwa sababu huyu mama ni mchawi. Atateremka kwa sababu amefanya nini? Ameitishwa. Kwa hivyo wale aliamwita ya Michael, who understand from today, he will be, kwa sababu ameitwa, akiitwa anakujanga. Na hakujangi purposely kwa sababu wewe umemuita. Anakujanga kuuliza iko nini. Anakujanga na failo yako na failo ya ule ameitana. Wewe sasa tuseme wewe ndio umenikosea. Atakuja na failo yako na atakuja na yako. Na atateremka, akikuja atafungua failo yako na yangu. Na utakuta mimi ambaye nilimuita, mimi ndio nanyoroswa. Kwa sababu akiangalia failo yako, anaona maovu yangu yote na anaona ni mingi. Sasa unaona kuna mtu alifanya maovu, kuna madia kohoya, akaumba gatoroni alimurwaru gukira athire. Anatoka gatoroni akiwa na ubaya zaidi na mambo yake yote imekosa lapse. Anakuta paka mzee hataki kumuona. Unakuta because Michael ameteremka na upanga na anaanza kukushughulikia fast. Then akimalizana na wewe, pia ataenda kwa huyu mama. Atakuta mama ako na makosa mbili. Na bio mama rekebisha, nitakuja baadaye. Sasa wewe nani aliitana? Ni mimi niliitana. Lakini nani amenyoroswa? Ni mimi. Yule ambaye nilikuwa namuitania ameachiliwa huru. So ukiita Michael, ujue unamuita for justice. He will come with a sword ambayo imenyoshwa pande na imenyoroswa pande. Sasa akiigiza hivi itakata ile mnono. Mwenyewe mmenyelete wewe. Michael, haloka Michael. Naita Michael. Hiyo nyumba nitaachilia moto. Michael si mjika kama wewe. Michael ni mtumishi wa Mungu. Na ametumwa, he is the archangel who oversees
all the angels and he oversees you. So he is a just angel. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii imeshika watu kabisa. Sasa tuende kwa angel number 2. Nimeruka vitu zingine ambazo ni muhimu katika Sunday service. Kwa sita wa trends hizi ni muhimu. Nataka tu tujue colors na some responsibilities. Nimedeal sana kwa Michael kwa sababu yeye ndio mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So tuingie kwa angel number 2, Raphael. Raphael ni wakara gani? Inua mkono wako juu niambie haraka haraka. Raphael, which color? Ngoja kidogo. Yeah? Raphael? 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 Yellow. Raphael, Musa? Na usisikilize hapa. Yellow. Raphael? Raphael huko nyuma? Green. Yes. At least this time many of you have gotten it right. Raphael is this green. Bwana Yesu asifiwe sana. Raphael kazi yake ni nini? Tunamuita Mungu Jehova Rafa. Jehova Rafa. Mungu mponyaji. Mungu anaitwa kulingana na the reason you are calling him. Tunamuita Jehova Nisi, bendera yetu. Jehova Rafa, mponyaji. When you are seeking for the healing, either you physicality, business, ama whatever you do, ama chochote kama ministry kama hii inahitaji uponyaji, we call for Jehova Rafa, and that is his color. Ukienda hospitali wale wanafanya operation wanavaa manguo za green, because it is not them who do the operation. Operation inafanyagwa na Raphael himself, not the doctors. Ndio ukiwakuta kule ndani utakuta they are silent. Hakuna mtu anaongea na mwingine, but activities zinaenda because there is a command. Kuna command ambayo inatoka, inaambia kata hapa, keta hapa, chuga hiyo msiba, inua kata hiyo kanyama kidogo, fanya hivi. Kuna spirit ambayo inamzungumzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na doctors wengi they invoke the roles of Raphael. The role of Raphael is the angel of the spirit man. Raphael is the angel of the spirit man. Last time I tried to test somebody, na kuuliza, mami, let me also use you again. Weka tu chini, bukira. Sikukaa tu hapo. Hiyo kichwa ni ya nani? Na hiyo mdomo ni ya nani? Hiyo ulimi ni ya nani? Na hiyo mwili ni ya nani? Wewe ni nani? Hata ajui. That is the spirit man that owns. Ndio inasemanga mdomo ni yangu, mwili ni yangu, kichwa ni changu, kila kitu ni changu. Unamuuliza, sasa wewe ni nani? It is the spirit man that owns you. This is just but a body. The spirit man. The angel Raphael deals with the spirit man. He controls the spirit man. So when we are speaking healing, nikiinua mkono wangu hapa, I speak healing. I don't speak healing to the body. I speak healing to the spirit man. When the spirit man is healed, the body is healed. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiona tunakuombea na hakuna uponyaji inakuja, there is no change is coming, because the spirit man is dirty. The spirit man has issues. The spirit man has a problem somewhere. Kwa hivyo that is why this thing is not working. Bwana Yesu asifiwe sana. But the day the spirit man has given in a surrender kwa Mungu, then ni zungumza tu nikiwa hapa, na ajili ya uponyaji unakuta kila mtu amepona. Kwa nini? The spirit man is in connection with me. Ndio naona hata maombi, you don't need to be here ati nikuombea ati lazima nikuja kanisani kesho ndio uniombea. Hapana. Kaa kwa America na mimi nikae Kenya, I will speak to the spirit man. Bwana Yesu asifiwe sana. Well, what you need is that connection. You do your sacrifice, you do your part, I do my part. I speak that spirit man na anapona. Ndio mama huyu nilimwambia tu koroga maji kunywa, nikamwambia wacha niombee. Ndio niliombea hiyo spirit iingie kwa maji, ndio iende kukutana na spirit man, akikunywa anapona. Mama alikuwa na bebwa na kagunia
kutoka hapa kupelekwa pale. Siku hii ingine wakamuuliza ni nini ilifanyika, ati saizi anakula getheri na alikuwa hakuli, ati ni ulcers. Getheri ulcers, wakauliza ulcers, ndio waliweza kumwambia getheri kila twali ya hiyo keko zimepatika. Spirit man amecommand the body na ameambia body stop this nonsense. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, jina Raphael is a Hebrew name known as Rapha, featuring in one of God's names, meaning the Lord who heals. In the book of Exodus 15 verse number 26, Exodus Dama 15 number 26, if you will diligently listen to the voice of the Lord your God and do what that which is right in his eyes, and give an ear to his commandment, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptian, for I am the Lord your healer. If you listen and if you walk according to God and live according to God, the Bible says that he will put none of any disease, so that you may know I'm the Lord God your healer. But Yesu asifiwe sana. So it is God the healer that disallows any disease to attack you. It is God the healer through Rapha that disallows any infirmity. Like the children of Israel, wakati walikataa kufuata Mungu, wakati walikataa kutembea na Mungu, wakati walikataa kumsikiliza Mungu, then diseases were released and infirmities and many things happening. And that is what God is saying, when you diligently let me do it again. If you will diligently listen to the voice of the Lord your God and do that which is right in his eyes. So it is all about doing the right which is in his eyes. Whatever that pleases God, it is what that God wants you to do. And no disease will touch you, no accident will touch you, no poverty will touch you, nothing will come against your business, nothing will come against your children, nothing will come against the will of God, because God has made it to you that all diseases will not touch you, either in business, either at work, either in family, either in your body. Nothing will touch you, just only doing the will of God. That is what that which pleases him in his sight. That is all what we need. And when you have it, I'm telling you, my brothers and my sisters, everything will come to pass. Everything will be, because God the healer will heal everything. This church only needs members of this church to listen to him. Do what is right to him. Do what he wants him to do, you to do. Just be in the position of his will, and everything will be put in place. Everything will be put where it is supposed to be put. You don't need to struggle. You don't need to cry all of the time. No. You only need to be in the will of God. You only need to walk, and then Raphael will be with you. In the book of Psalms 103, verse number 2 and 3, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases. Bless the Lord your God, O my soul. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his what? Benefits. So there is benefits from heaven. And these benefits comes because he is the God that heals all diseases. So there is no single disease that God cannot heal. There is no single disease that God cannot deliver. All that we are going through because we don't understand the plans of God in our lives. Oh my God. Raphael protects travelers, the blind, and the physicians, that the doctors. Raphael protects travelers. When you are traveling, you are under the mercies of Raphael. When you are in the car, when you are driving your car, when you go kwa ndege, you are under the protection and the guidance of who? Raphael. And also the physicians, the doctors,
are operated, and only those who are operated ni wale ambao they are naturally called. We have doctors who are there because they are working, but they are doctors and nurses who work because of a calling. So you must be able to differentiate. Those who operate with Raphael, they are those that are there because of a calling, but not who are there because money was there. Hello? Hello? Are we together now? Thank you. Let's go to the third. Najaribu kukimbia sana because I had promised 45 minutes and I don't think I'm going to. What is the role of the angel Gabriel? The role of angel Gabriel it means God is my strength, or also it means God is my strong man. That is the meaning of the name angel Gabriel. Or Gabriel, the Lord is my strength, or God is my strong man. That is when you surrender and you give yourself to God. You completely let God do. You completely let God move. You completely surrender, and everything else God will do. That is why we are now being operated by Gabriel, but not without the services of other angels, because you can see there are several other characters that are happening, or you are seeing them, because that is what God instructed me. Therefore, the role of this angel, his role is a messenger. He brings the message of God. When you find prophets, most prophets they operate with Gabriel, and also every message from God comes through Gabriel. When Jesus was born, angel Gabriel was sent to take the information that there shall be born a child in this house. And then after that, when he was born, he gave direction where to go and hide the baby. That is his role. He gives messages, he gives directions, he gives commands, and he also gives protection. When the angel of death is coming, angel Gabriel evades you, removes you from that trap. Angel Gabriel will tell you, run. Murife, run. He will speak to you and tell you what to do. When there is somebody planning something, kama sasa kuna watu wamekungoja pale chini, Gabriel will change your direction and give you another way to escape. He gives information. The church that operates, most of churches that operate prophetically, they have the most priority of Gabriel. He speaks louder. He gives people direction. When the church has started misbehaving, when the church has started doing funny things, then Gabriel will be lifted to come and give the message to the church. Right now, Gabriel is more superior in Kenya because he is preparing Kenya for the battle ahead. He is preparing Kenya for the revival of the gospel of Jesus Christ. That the whole world will be coming here in Africa, in Kenya, because Kenya has been chosen to be the part of the revival of the gospel of Jesus Christ. Kenya is not a country of God. Listen to me carefully. Kenya is not a country of who? Of God. Can I hear you? Can I hear you? Yes. Can I hear you? Yes. I said Kenya
Kenya is not a country of God. Can I hear you? I'm not hearing you properly. It's not a country of God. Forget that. Kenya is a child of God. Kenya is not like Uganda. Kenya is not like Tanzania. Kenya is not like America. There are only two nations who are children of God, Israel and Kenya. And that is why we have a close bondage between Israel. We are higher brothers to the Israel. We are better looked at brothers. We are senior brothers to the Israel. The Israel, it is we Kenyans that will rescue Israel. Right now they are passing a law that Jesus' name will not be mentioned in Israel. It is we who are from Kenya that go to rescue him. They tried to settle here in Kenya. This building was part of their settlement plan. But this building we are in 1929, they started the plan to go back, and they thought Kenya is where they are coming back. But God refused them, because in Israel it is only one tribe remaining that is true Jew. The rest are fake. They are not true Jew. They are not true Wayahudi. So they wanted to settle here, and they marked Eldoret, Kitare, that is where they had been earmarked that they are going to come and settle. Therefore, Israel today, ile mnasikianga ingekuwa hapa Kitare, coming back tomorrow area. That is where they had earmarked, and that is why they built this house, this one and that one, and also the KPCU. All these lines were occupied by the Jew for the purposes of the future role that was to happen. Little did they know they were building a sanctuary for the revival of the gospel of Jesus Christ. The Ark of the Covenant, if you read your Bible very well, it was taken through Ethiopia, for those who understand the Bible, and then it was taken down into a higher mountain beyond the rivers of Ethiopia. Then that is where it is kept. And I know where it is because I have seen it with my naked eyes. Therefore, that is a topic for another day. Let's talk about Gabriel. So in the book of Luke, Luke 1, verse number 30, and the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Verse number 31, and behold, you will conceive in your womb and bear a son. That is a message from who? Gabriel. Gabriel is a messenger. He tells the message. And the role of Gabriel, he brings positive change in your life. Hallelujah. But his role is to bring that positive change in your life. Number two, he brings growth. When you have the positive change and the growth in your life, it is because angel Gabriel is operating in you. He can't be operating in you. If the growth, maisha yako imekwama, biashara yako imekwama, kazi yako imekwama, tafuta Gabriel. Just try to get the information. And number three, role yake, he brings transformation in our lives. The transformation we had from we came to Jericho, we came to City Stadium, now we are here, and we are still going somewhere else. That transformative changes in your life. You used to walk, now you are driving. You used to be a small girl, now you are a woman. You used to be this. That transformation is characterized and is the responsibility of Gabriel. And number four, which is last, he gives guidance. He gives guidance. Whatever you go, wherever you go, and whatever you are supposed to about to do, it is being guided. How does he give guidance? He gives guidance through prophetic messages. And number two, through dreams. And number three, he gives guidance through visions and man to man. I repeat again, that he gives guidance through prophetic messages. And number two, he gives guidance through dreams. And number three, he gives guidance through visions. And number four, he gives guidance
to man to man. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want to touch on the prayer. Please share. Because this is what I will be discussing on Sunday. I just going to kupitia juu kidogo kidogo. So twende number 8 what? Yeah? We are in 4. Verse angel? Angel number 2? Angel number 3? Angel number 4? Angel number 4, Ariel. Ariel, A-R-I-E-L, Ariel. Bwana asifiwe sana. Let's go to the book of Isaiah, chapter number 29, verse 1, verse 2, and verse 7. Ariel means the lion of God. Ariel means what? The lion. That zeal, that capacity to fight, that capacity to destroy, that capacity to win, that capacity to be a strong man, that nobody can stop you, nobody can challenge you. Isaiah 29, verse number 1, and also verse number 2, and also verse number 7. The Lord's, and this means Ariel, means lions of God, the lion of God. That is the capacity. It is in reference to Jerusalem. Therefore, rose of Ariel. I'll give you the card. He helps those working in environmental fields and ecological works. There are people who say, my passion is environment. My passion is doing the ecological works. Unakuta mtu anapenda mambo ya mazingira. They operate with this angel. He gives guidance in supporting animals and those in natural world. More especially, wale unakuta ni veterinary, walisomea veterinary. They operate under this angel. They operate this supporting animals. They will have animals. Unakuta tu anapenda tu wanyama. He helps to make wise, sustainable choices for yourself. And he helps is the story, strength, and the energy. He helps to make wise, sustainable choices. Those who make sustainable and wise choices that they don't regret much later, they operate within this angel and aitwa Ariel. He also helps in restoring strength, energy, and also being able to handle many things that happen in your life. The way forward towards, he helps you get a job, start a business, or to simply remember you deserve, or maybe help in financial abundance. He helps you kupata kazi na to start businesses, and to simply remind or to make you remember to serve in maybe financial needs and all manner of things. He's the one that caters for your things that happen. Ile tunaonanga to logical things, financial status, ka business, to job, kwenda kutafuta job. He's the one that will direct you and will command you. Those people who give the employment, to give you an employment. Hallelujah. His color is pink. His color is what? Is pink. And this color is worn by mostly which people? The ladies. That is why unakuta memory ya ladies iko juu sana, kwa sababu they have that magnetic memory. Mwanamke ulifanyia kama kosa 12 years ago, lakini wakati mtakosana ndio mtajua memory ako nayo. Memory ako nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, he helps you to expand your financial status, and also helps you to open to receive the prosperity and the money from both expected and the unexpected. He's the one that gives you, commands people from all over the world to send you something,
to send you some help. Unakuta mtu mlisoma na yeye amekaa amekufikiria tu, anasema nilikufikiria nikashindwa, nikaanza kufeel kama hauko sawa. Nasikia tu kitu kinakwambia nikupatie 100,000. It is not kitu, huyo malaika ndio ana command. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna archangel anatoka archangel number 5. We go to archangel number 6. Anaitwa 5. Okay. Archangel number 5 anaitwa Sachiel. 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 S-A-C-H-I-E-L. Sachiel. He represents opulence. Opulence. Watu kama walienda Jawado hakusoma, you need to understand this language. He represents opulence. What is opulence? For those who went to school, opulence, you were unaandika message kama unaandika novel. Opulence ni nini? Udosini. Prosperity. He grows you. He makes you become. He positions you in positions of receiving, position of winning, position of conquering, position of success. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sachiel is very generous and does not hesitate to help human being. Sachiel, ukiona mtu anakuwa kama generous, anapatiana mpaka anapatiana vitu zake, anaoperate na Sachiel. Bwana Yesu is very, his color is golden pink. Golden pink. He operates like, yani hata ukimkuta mpaka unashangaa. No, not golden pink, golden yellow. His yellow is like this one now. This color you see. Oh, this one is golden but yellow. This man gives it. He can, kama alikuwa na spare ili ya roho atakupatia tu. They are people, they are not stingy. They are givers. Now sana ndio wanatumika in kingdom building. They can give anything. They just look for where to help. They look for places to help. And they are blessed. That's why I say they are operating opulence. They are successful. Whatever they lay their hand on will succeed. Wanaweza kuja wanaenda kanisa where there is no water, there is no rain. Wakifika huko mvua inaanza kunyesha, because God wants to bless them to become a helper, to help the other people. God wants to make them succeed. God causes them to succeed. They win every battle. No one can run against them. Kupigana hawezi kushinda hata ufanye nini, hawezi, because they are more of tithers, they are more of sacrificers, they are more of they assist, they act within the promises of God. That will you help the poor man in the times of the days of your need. Wakati utakuwa kwenye shida, na mimi nitakusaidia. That is the kind of people, the kind of, if you have that angel, nobody will win a battle against you. Nobody will defeat you, because you act on many of the promises of God. You walk in the promises. All the promises of God are with these people, because they just fought. Kama wakati Joshua, because Joshua was one of them. Wakati alianza, God told him, I will never forsake you, I will be with you. I said, be strong and courageous. Did I not tell you that be strong and courageous? Did I not tell you? He kept reminding, because God insists on them. He walks with them and he does with them. Anything akifanya wanakuwa pamoja. Bwana Yesu sana. Na mtu kama hiyo hata ukisema anakuwa na wana, ukimwangalia unaona nikimtukia wana, lakini unaona tukinaendelea tu. Je, wana mama tunashindwa hata huyu Mungu alimpatia pesa. Ukimwangalia sura haipelekani na pesa, tumbo imefika huko, kila kitu hata nguo nyingine anavuka nyingine na anafungia hapa chini, hata kutembea kwa sababu tumbo imetoka ni kama iko na minyoo. Na hapo na kila kitu. Na wewe na sura yako nzuri, unaendelea kuteseka. Na pale
umkoni shilingi 200, atakuangalia tu na kupatia wewe. Na utaenda utapata umaskini mkubwa. By the time urudi huko, unashika sasa huko ni unaenda huko vile. Sasa hiyo utakimiki unataka 2,000 tu na yeye tu yako nayo. Wanaweza request sana. So this is a very dangerous man to joke around with. They are givers. They don't stop. They can do anything to help you. They can start with you and they operate blessed life. Blessed. Na hawa sana sana ukiangalia watoto wao wakienda nchi yoyote milango inafunguka. Ene country anaenda, unakuta mlango unafunguka. Anaenda Uganda, anakutana na kimutu wakiwa kwa baba anakunywa, nasikia kinamwambia my daughter, unajua Museveni mfezi spend calls me directly, is my friend. And then ukilala unasikia Museveni anapiga simu, kinamwambia please go and see my friend Museveni. Na unaenda, Museveni anakuta where did you come from? Anamwambia I'm going to Kenya. What are you doing here? No job, I'm just can you give him something to do? Give him a business. Just for the no. No, unapata business. Na unatajirika. Unatoka hapo unaenda Cameroon, unapata kazi. Unatoka hapo unaenda America. Things will just be working for you. The door, this angel is very strong. He opens for you because you are a giver. But if you are stingy, ujue these angels hawajaanza kutembea na wewe. Sijakutana na angel wa stingy. If you know ukitoa shilingi yako moja unaendaga ukiiombea. Baba, unajua hiyo shilingi nimetoa, hiyo 500 nimetoa baba, unaelewa tu ile kazi nafanyaga ya uchungu baba. Kumbuka baba, you are stingy. You are mean and stingy. There's nothing will happen to you. Blessings, no. Utakuwa ukifanya kazi kama punda. Kazi kama nini? Punda. You'll be working like a donkey, day out, day in, without blessing. Na hiyo pesa yako utakuwa ukihesabu mwaka mzima nimetengeneza 1,800 with nothing to show. So as we have read, represents opulence. He represents also majesty wealth, and he also represents physical well-being, prestige, and money. Physical well-being, prestige, and money. Sasa ujiangalie, ujiulize. Do I belong to this class? Ama mimi ni mwabaki tu. Nisika. Hallelujah. But these are powerful angels. You need to be invoking. Sachiel is a very generous and does not hesitate to help human beings. He dispenses money and wealth without stagnation by overcoming financial trials and hindrances. He fights stagnations by overcoming financial trials. He dispenses money and wealth without stagnations. Na yeye anaachilia kama mtajiri. Huyu mzee anaitwa Sachiel, Sachiel ni jema na ngoma. Sachiel, he dispenses money. He makes you rich. He makes you contacts. He makes you move. Yani kakitu tu mkishikia mnaenda kuuza kashamba kadogo. Kashamba hakajamani wamejaribu kuuza 20 years. Ukikanyaga kwa hiyo shamba unapatiwa. Unaikakata within 10 days unakuta umetengeneza 100 million. Watu wanasema na hii ndio hiyo yako. Hiyo ndio hapo cha Wakikuyu. Hawaamini Mungu anakuwa na pesa. Sasa kaika inaacha kai kwa nyumba. Kunywa hiyo pesa tako. Wakikuyu ni mabaya. Usitake Mkikuyu hasa kukutabiria wakati unaweza kuwa na vitu. Wewe toka na ujifiche, enda ukajifiche kwa ajabu na huko. Atakuita anaanza na Mungu amalizie na ubwa na shetani. Hallelujah. Yes. Angel, next angel please. Number 6. And Ariel. Angel say Ariel. I say, yeah? Ariel.
A-U-R-I. That is the angel you mistakenly refer to mostly. Auriel is wisdomatic angel. Is the one that gives you wisdom. His color is red. Red color is for wisdom. Kiona mtu anapenda red, hapa akili ako na. Everything that he does is wisdom. Anything he speaks is wisdom. Whatever he does is wisdom. Because Auriel is wisdomatic angel. The wisdomatic angel gives you a lot of education that you don't source from man. He gives you automatically. You don't see most of people who are operating with Auriel, they have a wisdom like no other. You cannot find it in books. You cannot find it in teaching institutions. But you automatically find these things. You speak only to go again. Unaenda kujisikiliza. Ulikuwa unasema kitu gani? Because you don't even know you spoke about it. Until such a time you go and look what you're saying, unaona haya. Iko hivyo hii kitu inakuwa. You find I will teach you. Then I go back to my house to listen what I taught. And as I listen, I discover kuna vitu ambazo najiuliza kumbe hii kitu inakuwa. Because it was not me that was saying. He, Auriel, was saying. Number 7. I will expand on that. Naona nimeenda sana, na time imeenda sana. Number 7, Zedekiel. Zedekiel. Are you there? Have you written anything about Zedekiel? Zedekiel is an angel that speaks of the wealth, the soil. Is the one that guards your soil, guards your wealth. He's a guardian angel. His color is yellow. His color is yellow. When you're speaking to the soil, when you are talking about the soil, when you are talking about michanga yako ilianza kuwa mbaya, you need to invoke the services of Zedekiel. Now therefore, I want to end it there so that on Sunday I'll go deeper into every one of them. Sunday I'll go deeper so you underline each one of them. Today, Tarudi tena back, then I'll take you deeper and deeper. We'll be studying how do they affect our lives. Angels, how do they affect our lives? Now that you've known their colors, you've known their personalities, you've known their roles, now how do they negatively or positively impact? We'll also be able to be studying another angel, the angel of death. But he's also an angel. We'll also be speaking about him, and we'll also speaking about another angel I'll reveal to you next time. Therefore, our next class will be on Sunday. Such same time, I know you are blessed. Hallelujah. How many of you are blessed? How many of you umejua kitu haukuwa unajua? More especially watu wa Michael inua mkono mkiwa watu wa Michael. Watu wa Michael leo mmeshangaa. Mmekapatwa bali mmetosheka. Michael is always blue. Either blue or royal blue. You only know your angels are operating with you when the purple uangalia or the things that you wear, the kind of clothes unapenda sana.
the kind of life you like mostly, where you go, itakupatia the direction. Kama wewe ni mtu wa mayelo, kama wakamba sana wanapaleti na huyu wa mwisho, mayelo. Unakuta tu ukienda tu unapita tu unaweza kupita. Naona tu unasema hii si watu. Ya ndani ya hiyo unakuta eneo yake. Hapana unasikia naye sasa tunaona yellow unasikia kusimama. Huyo malaika ndio hapo sio. There are people who operate with one angel. There are people who operate with 3 angels, 4 angels, 5 angels, 7 angels. And there are also people completely who don't operate with it. Hallelujah. Tusimame kwa Biblia yetu. We are going to worship one song. As you prepare with your one envelope, ukuje hapa, because I want to pray to you tonight that from today the angelic power, the angelic authority will come to you. Kutoka leo malaika wanakutembelea nguzo mbalimbali, na utasikia maneno mazuri kutoka kwa malaika, na utaweza kuwa na differentiate wakati unatembelewa na malaika wa shetani, na utakuwa unaweza differentiate the angels. Utajua wakati unasikia masauti za kishetani zikikuzungumzia. When you given this envelope, tutapatiana, we give them, because this is different from the church you are doing. I want you to support this class by also supporting yourself, because all what you are doing, I'm helping you, and I'm helping to teach you how to do and sacrifice. This teaching is topic related. Listen, what I know. These topics are related, topical, related to your lives. They are sacrifices. They are about related to altars. Whatever I have taught you, you come and find it in the altars that are containing you, the altars that are fighting you. So this is very important if you give your sacrifices in this service. In this service, this is the time to break from the altars that are speaking. Right? This is the season, this class will help you change your life, will help you transform. So make a point. Don't just come to this class because you want to learn. Come to this class because you want to break at the altar that has been operating in you. We have discovered there are angels that are godly, and we also have angels that are of demonic nature. To separate you from the demonic nature kind of angels, and then to take you to the angel of God, you need a sacrifice. But please, my dear sisters and brothers, come out of that culture. Yeah, 15 and 20. Come out of that culture of just giving without a reason. Come out of that culture of thinking because you have 1 million, you are going to have 500 million, 500,000, because that is giving, bragging, the kind of bragging giving. Stop that culture. Understand the reason you are giving. Understand the reason that you are giving what you are giving. It must be strategic, prophetic, and did you get in Hebrews? And sacrificial. Any giving must be strategic, prophetic, and sacrificial. Anything that you give. So understand, it is only not learning, but coming out of the situation. I'm teaching you so that you can come out of the situation that you're going through. I'm teaching you that the bondages, the lineages of your family, all the forces against your family can release you for you to be successful. Some of us here, you are held by people who are already dead. Some of us here, we are held by our fathers, our mothers, our sisters, our brothers. Some of us here are held by our bishop pastors. Some of us are tumepatiwa kwa mashetani, kwa maroho ya giza. Some of us have the blood that was shed somewhere imekukamata. So whatever that we do must be sacrificial, must be prophetic, and must be strategic. Strategic, you must know the time of the message ili inaachiliwa.
imeachiliwa, because this is the time for you to be free. This is the time for you. That is, be strategic. Do not allow that message iruke. Do not allow that message ikupite. Connect with that message. Connect with it, because it has. That is why God had to make sure you are in this house to hear what you are hearing, so that you can be disconnected. That is to be strategic. And prophetic, you speak to whatever you give. We speak to it. We release life to it. We release the word of God to it, so that it can act as a bondage killer, a bondage destroyer, can connect you to the authority of God. And then lastly, it is sacrificial. It leads you to God. It breaks you from the other sacrificial things that were done, and now you offer a sacrifice, meaning that you have broken the previous sacrifice. You are now connected to a new sacrifice that builds you an altar. An altar cannot be built without a sacrifice. God bless you. Now, if you have your sacrifices, lift up. June is your bill. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I know you understand your children. You have brought them here tonight that they may be able to understand the angelic ministry, so that they will be able to differentiate what is really happening in your life. Help them now, as Elisha spoke to you about Gehazi, and he asked you to open the eyes of Gehazi, that he may be able to see the multitude that you had sent to help Elijah. Father, today, send all the angels to speak to your servants, to speak into their businesses, to speak into your families, to speak into their lives, to speak into every move that happens in their lives. Protect them, because you said you have sent angels to protect. I want them to be released. I release them to you, God, to be pure in purity, to be wisdomatic, to be protected, to be guided, to be prospered, to be grown, to be expanded in all that they do. Bless these are your children. They love you, they know you, they cherish you. In Jesus' name we do pray. Amen. Bless the Lord. Release life unto you. Release life unto you.
Tunakupa
nguvu za giza Bwana, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana Yesu. nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. si kwa majeshi, si kwa majeshi wala silaha, wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. si kwa majeshi, si kwa majeshi wala silaha, wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana Yesu. nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. si kwa majeshi, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. si kwa majeshi, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana Yesu. nakubaliana na neno lako Bwana, na nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako
na nitasimama, nitasimama kwa neno lako Bwana. Kwa nini jambo lipilo asilo liweza? Kwa nini jambo, kwa nini jambo lipilo asilo liweza? kwa nini jambo, kwa nini jambo lipilo asilo liweza? kwa nini jambo, kwa nini jambo lipilo asilo liweza? kwa nini jambo, kwa nini jambo lipilo asilo liweza? yeye ni baba wa yatima, tena ni mume wa wajane. Yeye ni baba wa yatima, tena ni mume wa wajane. Kwa nini jambo, kwa nini jambo lipilo asilo liweza? Yes. No. That's not what. I'll give you direction. Yes. Hebu inua mkono moja, mkono wa kulia juu na mkono wa kushoto wekelea kwenye kifua chako. Kisha ufunge macho yako. Baba, wewe ambaye umeumba mbingu na dunia hii pamoja ni zako. Binadamu hawa ni wako. Na dunia hii yote ni yako. Inakupenda na inakutarajia. Kama vile ulivyo niagiza, nikaachilie neema za kimalaika juu yao. Hivyo Baba nifanye. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Pokeeni neema za kimiujiza, neema za kimalaika. Receive now, receive now, receive now. Receive the angelic power, the angelic ministry. Receive the angelic deliverance right now. Pokea, pokea, pokea. Receive it now. Receive. It is coming now. It is coming now. It is coming now. Oh, I can feel, I can see. Watu wanafunguliwa, watu wanainuliwa, watu wanatendewa upya. Maisha inabadilishwa. I can see it now. It has come, it has come. Wacha kuzuilia, malaika wafanye kazi. Yes. You'll be able to be prophesying. You'll be able to be doing the work of God without hindrance. God has located you tonight. God has given you another chance. Oh, rababababababa. Seterebo sayarana mashete. Wasakata. Pokea, funguka tu. Funguka tu. God has done it again. God has done it again. God has done it again.
God has done it again. God has done it again. God has done it again. God has done it again. God has done it again. God has done it again. God has done it again. God has done it again. God has done it again. God has done it again. God has done it again. God has done it again. Again He is doing it. 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 Again He is doing it. Again He is doing it. He's doing it now. 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 Now He's doing it. He's doing it. He's doing it now. Now He's doing it now. He's doing it now. You're doing it now. He's doing it now. Haya, nguvu za kimalaika zitembee, nguvu za kimalaika zitembee. Michael, Gabriel wote watembee, Rafael watembee, nguvu za kimalaika zikatembee, nguvu za kimalaika zikatembee. Zitembee kwako, zitembee kwako, zitembee kwako, zitembee kwako, zitembee kwako. Akukumbuke Bwana, akukumbuke Bwana, akukumbuke, akumbuke na familia yako. Bwana akukumbuke, Bwana akukumbuke, Bwana akukumbuke, akumbuke na nyumba yako, akumbuke na kazi zako, akumbuke na mazingira yako, akumbuke na njia zako. Bwana akukumbuke. God of heaven, akumbuke wewe, ukumbuke, ukumbukwe. The mighty name of Jesus Christ. Your spirit now descend on your children. Let them be blessed. I bless them. I bless them. I bless them. I bless them. Receive a very special anointing. Receive your deliverance now. Receive the authority from heaven now. Receive the anointing from heaven now. Receive. Speak to your children. Use your children, Father. Use them now. 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 Receive the impartation. The impartation. Receive it. Receive the impartation. Oh, impartation. Impartation. Take over the city now. Take over the city now. God has given you the key. Bwana amewapatia kifunguo. Kifunguo ya city. Kifunguo na mamlaka. Ndio hizo zimekuja sasa. Zimeteremshwa. Gabriel amefika. Zimeteremshwa. Zimeteremshwa. Receive now. Yes. Yes. Thank you. Thank you, Jesus.
Thank you for hearing us. Thank you for hearing your children. Oh, oh, Jehovah, weka gore okwenda, ore mudhamaki. Oh, so healing is coming now. Healing of all diseases. Healing of businesses. Healing of families. Healing of families. Healing from demonic agenda. Healing from Illuminati. Healing from devil worshippers. Healing, 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 healing. Healing is all over now. Healing, 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 healing. Oh yes. Oh yes. Deliverance from stagnation. Deliverance from infirmities. Deliverance from roundabout spirits. Deliverance from rejection. It is coming now. Yes, I can see people being set free. People are being set free. Receive your deliverance. Receive your deliverance. Receive your deliverance. Receive it now. In Jesus' name we pray. Stand up. Rise up on your feet. May the spirit of the Freemason, the spirit of Illuminati in you, come out in Jesus' name. Stand up. Tell them, somebody here. No, this one. I want this one. Yes. Yes. Mami, stand up there. Put your microphone. What's your name? My name is Rea Wagari. Rea Wagari. Eh, Rea Wagari, you're from where? I'm from Ukraine. You're from Ukraine. Yes. What is the matter that you are here? The matter is I have passed through many challenges in the Give us that one, which is more bigger than others. I have my daughter here. My daughter from birth, I have many problems with her. What is the one problem with her? She has, Nini? Ongea na Gikuyu ama Kijaruo? yani akoretwo ari na thina, yani weri ndakiri na problem one emwe no githomo giake ndapasuaga. Riu ndamutwara nasari ni ahanire ni akurega ku cukuru iyo gicokerio nginya mbeca ni headmaster Uthina uri naguo riu ni uriku? Riu ndiramutwarite form 1 na nginya ona thina wake ndoe kwandika ritwa riake. Ugoigana? Ujui kuandika jina yako? Unaitwa nani? Esther. Nipatie kalamu na karatasi. Harakisha. Kalamu na karatasi. Ani doi wetagwa Lea? Unaitwa Esther. Esther nani? Kusoma, unajua kusoma? Ujui kusoma? Ujui hata uko form 1 na ujui kuandika? Shika kalamu hapo. Shika. Unajua kushika kalamu? Ujui? Unaandika na kushoto ama kulia? Kulia, andika, shika na kulia. Yes. Andika jina. Andika jina 1. T E ya mwisho. Mtu ajui kuandika jina yake, ameandika. No andika lele. Ni wewe umeandika? Soma hiyo jina. Esther. Esther.
Koki, umesoma lakini huwezi kupata handwriting hii. This girl has never been able to write her name, but she has written. She has written. Right, do it again. What? Andika jina Esther hapa. Look at the handwriting. Smart handwriting. And she has never written her name. Yes. She has never written her name. Yes. Are you genuine? Are you genuine? Yes. Who is the witness to tell us? Do you have a witness here? Yes. Yeah? Ako wapi? My sister. My sister. My sister. Come running. This girl, give me another microphone. Is microphone. Najua nitachapa mtu kofi hapa sasa. Give her a microphone. Simama muangalie huko. Angalieni huko Esther. Angalia huko. Sasa my sister. Mwiretu ni aliandika? Tathoma hali. Tathoma ile tori. Esther. No andika. Nuona akiandika? Nuona? Wina ma? Ndari andika u? Asa. Hajawahi jua kuandika jina. Ekiandike rigi. Tandikira haha, taturie maruha, goni. Andika. Andikira riu hau. Manona tatu rafiki. Cheki. Wachana na hiyo kine, mnatafuta hiyo kine ya nini? Kai. Mundu utari wandika. Akinya hamu mo. Memory ora. Andika T. Hapa, andika hapa kwa mudhoni. T mo. T andika hapa katikati T. Good. Haya twende. Mo do ni andika N. I Esther Mudhoni. Ukita gutuhenia niki? Ukita gutuhenia niki? Asha ndingehenda. Ndari andika. Hajawahi andika, lakini handwriting yake ni mzuri kuliko yako na ulienda shule na ukinyeta ginya form 6. Niguo unaona handwriting yenu? Angels at work. Wacha nikuweke sasa akili ziingie hapa. Unasikiaje? Umesikia nini nimeingia hapo? Moyo. Moyo. Umesikia nini? Kusikia. Usikii? Kusikia. Umesikia? Yes. Naiguaga. Sereke toka tamunyite guoko. Transfer nguvu za kusoma, za kuandika na kila kitu kutoka kwa mama kufikia
Unasikia nini? Kuna kitu imetoka kwako. Imeenda kwa huyo. Kai. We. Ni ukweli. Hebu karibia uangalie kama ni yeye. Ama mmebadilishiwa na huko kwa barabara. Karibia huko. Tamuhutio iwe kana niwe. Utari wadika. Niwe. Tamuita mutoni. Nona kijana smile. Muso. Hebu cheka kidogo. Wow. Kaka ini mwana naye. God bless you. Huku mete mkoro ini. Ni pesa shiga na kinya kwa. Ketera shiriki manana na atware iyo shiriki mana meri Ha. Kuma haria tauni guko uguo. Wari iyo no. Ni andu aduthi. Ni andu aduthi. Ugo mwahuthira ngiri. Nisaidie, alisema kwa hapo. Nisaidie na 2,000 hapa. Unisaidie na 2,000. Niwabariki. Yeah? Nore muthuri. Ndende muthuri. Uguthi kumwira nikigweka mwana inyamenya kwandika. Yo dio digiu atia tondu ikoretwo iri challenge nene. Tondu ni yani fezete maundu maingi ni ndanagia kinya ciana cia tuhi cigakua ni ndio iretu atatu riu uyu gapu yake ya gapu yoyo Wena miaka igana riu? Ni ndina miaka 30. Ugo no gukinyira kinyagira tuhi. Gapu yoyo. Abatia na gapu. No gukinyira kinyagira tuhi. Ni. Kau. Ke. Thie ogio thie ni kwenda guka kumuona sade guku. Mugoka nigetha tuge na testimony. Amen. Niguo. Na ogioka sade iri enge. Ukagera kwenda gitari. Ukenda kariti mass paper. Thank you. Pigeni Yesu makofi. That is how our God is able. That is how this class is. That somebody can write, has never written the name, but can write a better handwriting than he was. You who have gone to school. That is the power of the angelic ministry. She will be performing as the best class. Bwana asifiwe. And that is why nawaambia hii class hii usiichezee mzaha. Fanya sacrifices hapa. Your life will never be the same again. Here. Gari kubwa. Kuja. Huyo mzee alikutokelezea? Alikuwa amekuja juzi. Akaitisha vitu zake. Alikuja akasimama kwa mlango lakini sikuongea naye. Alisimama kwa mlango? Ulimwambiaje? Nikaassume simuoni. Na yeye akaongea? Akasimama tu. Akaenda. Kwa ndoto ama kwa mchana? Mchana life. Alisimama. Anaitwa nani by the way? Moses Mukuria. Hakuwa Masai? Ama ulipata ingine Mkikuyu? Baba ndio Masai, mama ni Mkikuyu. Sasa inua mikono yako juu miwili. Sema Moses Mukuria. Ulikufa. Na sina relationship na watu walikufa. Nenda huko ukakae na watu waliokufa. Mimi niko huru. Kutoka leo nitatafuta mtu wa hii dunia. Na Mungu nipatie huyo mtu. In Jesus name.
Amen. In Jesus name. Ndio hiyo akienda kabisa. Is mwache. You're free. Mzee alimwacha alikufa 10 years. Mama akienda kutafuta mtu atengeneze boma na yeye, kimzee kinakuja kwa mlango. Kinamuuliza, "Nani huyo?" Nani huyo? Watu ambao kama umekufa kwenda. Hiyo roho ya waliokufa ikuondoke na ihame na ikukome in Jesus name. Tafuta mtu na ulete hapa nishikanishe. Yes. Tafuta mtu, lete mtu. Yes, you are free from today. Yes. Aende kuzimu, aende kule alienda. Mtu anahangaisha mama yule mwingine. Mtu mama akienda anapatiwa ka business card tu, anapatiwa. Si ulipatiwa ka business card akakuja kukuuliza ni nini hiyo, nani amekupatia? Ka business card uliokemani unapatiwa, unakutana na mama hapa unamwambia chukua business card. Kimzee kinakuja, hiyo karatasi ulipatiwa ni nini? Na kimani unatandikwa vita ujui ni ya nini? Ukaligo para. Acha, yeni, ukora wewe. Ukona gatumio kora. Ako hodea thimu kama ngoja kidogo ndakupigia. Ni ule ulige tu. Bwana asifiwe sana. You are free from today. And every person ama mtu mwingine amefungwa na hiyo njia, nimemfungua kutoka leo. You are free. Na kama kuna mtu mwanaume umefungwa na bibi yako ambaye mliachana ama alikufa, kutoka sasa umefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Na kama kuna mtu mwanamke, bwana yako either alikufa ama alikuacha lakini amekukamata, umeachiliwa katika jina la Yesu Kristo. You are free. Go looking kutoka leo. Tafutwa na utafutike. Ukianza kutafutwa, utafutike. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi nianze kutafutwa sasa katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. God is good and all the time. Yes. Sasa nataka munisaidie kulipa rent. Nataka munisaidie kufanya nini? This house ni pesa mingi. Si mnaona ni kubwa? Na iko katikati ya town. Nataka munisaidie tu. Na kunisaidia nataka ukue partner. I want partners wa kulipa nyumba, naye Mungu atasimama na maisha yako. Utachukua tu bahasha. Hakuna bahasha za rent, si ndio? Hatujakuwa nazo. Chukua hii tu sasa iko. Najua umechukua bahasha nyingine, lakini chukua hii. Najua Mungu wangu ambaye ninamwabudu, huyo Mungu mwenye amefanya kasichana kaandike, akajawahi kuandika, atafanya mambo yako ambayo imekwama ifunguke. Sijui ni nini, na sio yale tu mambo ile imekwama, hata maisha yako itafunguka. Hata njia zako zote Mungu atasimama na wewe. Anasema ukisimama na njia zangu, usimame na nyumba yangu, usimame na mtumishi wangu, na mimi nitasimama na wewe. Nipatie. Na kuna watu nataka tutembee na wao through rent. Tuone kama hawatapata plot Nairobi. Nataka tu ukubali tutembee. Sikwambii vitu vikubwa, utembee na mimi through rent. Nitakuandika register. Na hii ni mimi nitakuwa nikihandle. Hii Ares na timu yako msikaribie kwa hii. Nitakuwa nikiwapatia muende mbank, mfungue account. Management, mfungue account inaitwa rent account. Kwa na watu nataka nitembee na wao through this one. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to walk with our people. Si wengi, wale Mungu tu atachagua, and you will see what God will do to you. Wakati tulikomboa hii nyumba tukitoka pale, siku hiyo niliomba Chiaredi anitumie shilingi 1,000 niweke petroli kwa gari yangu kwa sababu sikuwa na pesa. Nikawaambia endeni mchukue nyumba. Wakaniuliza tutalipa hiyo nyumba na nini? Kanisa siku hiyo ndio ilipasuka mara 2. Kuna wao walitoka wakaenda kabisa, wakasema hatutaki aibu. Mimi nilikuja
na nikaandikia Shiaredi cheki ya shilingi 1700 na hasikuwa na hata dururu kwa account. Nikaandika post date na nikaambia Mungu nimeandika, kama wewe ndio, kama unataka kuaibika aibika, shauri yako. By hiyo check, by the day the check matured, in the account tulikuwa na 2 million ya kulipa na ya kufanya renovation, ya kulipa na ya kufanya nini, renovation, na tumefanya na tumekamilisha. Kukakaa kidogo, mtu akiwa Japani akanitumia pesa ya hizi viti hizi za blue, zote zimenunua na mtu mmoja akiwa Japani. Amekataa kuniambia jina yake kabisa, amekataa. Nimejaribu, amekataa, simjui. So I want you to have the faith I have. I know my faith is not just a small faith. It's a faith that requires you to be a total Christian. Because nitakwambia upitie mahali hapa pitiki. Mimi sifunguangi kazi na capital. Nafunguanga kazi na imani. Sikuangi na kitu nikifungua. Nyinyi mnatakanga pesa ipatikane ndio mfungue. Nataka nikubadilishe, utembee na imani yangu. Tuone imani yangu kama itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mzee wangu, ulifungua kioski kaduka, uende uangalie duka, udhibitishe, uangalie stoko. Yule mami, wewe uambie Shiaredi ni kazi gani unataka kufanya, tu finance kazi. Nego niko na pesa ya kufinance kazi yako. Na huyu mzee uende muangalie stock, muangalie what is necessary, what is not necessary. Na itasimama na rent yake, itasimama na nguo na kila kitu mpaka simama. Mikono iko aje sasa? Unaweza kunyita kedo? Unaweza kukuta na mkono? Unaweza kukuta na mkono sasa? Uko karibu kufikia mkono? Mdomo? Asante. Iko karibu. Nike. Okay. Kama hau, simama tu hapo. Upatie microphone. Thank you. God bless you. Wewe ambaye unataka kukua part ya utugata wa nyumba hii, chukua ibahasha hapa. Chukua tu. Na hii nitasema kiwango, usiweke chini ya 1000. Mzenangu, thank you. Au wa nyumba, inua mkono juu kwa sababu I know what I'm doing. Inua hiyo bahasha yako juu. This is about your destiny, so I have to speak. Nipinge hizo my destiny killers. Father, Baba, tunakuinulia bahasha hii. Tumeinua juu, maana hii ni destiny ya hawa watoto. Ile hela wataipata waiweke hapo kwa ajili ya kugharimia rent ya nyumba hii na kazi nyingine ambazo ni husika na nyumba hii. Wasikutane na adui wa destiny. Ninamfunga macho, ninamlemeza miguu yake, ninamfunga masikio yake, ninafunga hata mikono yake. Ninakuomba Baba, watakapoenda kutafuta, wafungulie milango na madirisha. Siku ya Jumapili wakikuja, watoe shuhuda mbalimbali kusema vile ulivyowatenda kwa ajili tu ya kuwa na imani. Ukawabariki, ukawazingire kwa damu ya Yesu Kristo, na wazingirwe na moto wa Roho Mtakatifu. Mapepo yaliyotumwa na yaliyojituma yote ikasambaratike. In Jesus name we pray.
Semeni amen. Hiyo bahasha utaiandika rent. Are you able to bring it by Sunday? Kila mtu by Sunday. Mniletee Sunday. Alafu andika jina rent na uandike namba yako ya simu, maana nitakuandika kwenye kitabu changu. And kutoka hivyo tutatembea na wewe step by step, na utaniambia after kutembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. The golden girls, ni golden girls ama ni nini? Golden girls, muta team up. This is your church from today. Mudharafa wa Idi wehelio katika Idi. Another testimony. Chukua, ungekuwa na microphone sasa unampatia, unamwambia unaniambilia huko there is a testimony, tunaendelea na mtu wa kamera angekuwa hapo akiongea mambo ya testimony. Yes, angalia huko, ambia watu sio mimi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Milele na milele, amina. Nilikuwa hapa Sunday and I came in crutches. Data ile. And I can run around. I'm okay now. Okay, iga microphone hakuwe. So when you are looking at this man of God, I'm a testimony that he can perform wonders in this church. And we'll continue praying for you. Yes, thank you. As you pray for us and as you do what powers God has given unto you. Yes. Amen. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you. So, again, kwa hiyo bahasha, ukiandika rent, alafu andike mwisho, partner. Umeelewa? Nataka kuinua 1,000 partners. 1,000 partners worldwide. So uandike partner, ndio utawekwa kwenye record. Kuna vitabu nitakuwa nikitengeneza kutoka zimeanza kuchapwa za mafundisho yangu. Wewe partner, nitakuwa kila mwisho wa mwezi will be sending you mafundisho ya kitabu, mafundisho ya CD ama kitu present from the church. That one will be itakuwa tukiifanya kila mwisho wa mwezi, ambayo hiyo mafundisho kama hiyo nimefundisha, nimeipackage mahali fulani vizuri, you'll be getting it. That one will only be going to partners. That is the secret between having a partnership between me and you. It is a covenant between me and you and God. Because now you have agreed to be a co-worker in the house of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So the more you do it, the more God blesses you. The more ukiwa partner in the work of God, you become a co-worker in the work of God. He releases you into the promises that he has promised you. He releases all things of the world. Kama ni mchanga, anakubariki nayo. Kama ni kazi, anakubariki. Watoto wako wanabarikiwa. That is the secret behind being a partner. The people who partnered with Jesus Christ, wale wa mama walikuwa natembea na Jesus, they were more blessed than the disciples. Mnanielewa? Because walichukua kazi ya Mungu wakaifanya yao, wakaibeba, wakaambia Mungu pumusika, wacha tukusaidie. Na hivyo ndivyo Waislamu wametumia kuchukua cities. Wanatembeanga mguu kwa town, mji wanaushika, kisha wanatafuta mahali kuna kazi ya Mungu, wanaenda wanaisaidia. Unapofanya kazi ya Mungu, ni kukopesha, umekopesha Mungu. Wakati utakuwa na haja, utaenda kwa Mungu, mwambie negera kadire kale gako. Hiyo ndio secret. Nitawafundisha that secret of operating in open heaven. The heavens are opened by you, not God. God will never open any heaven for you, but you, through what you do, you will open your heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Always hakikishanga umekopesha Mungu kitu. Mungu is a promise keeper. Na nasikiaga aibu sana akiaibishwa. Sijui kama mmenishika hapo. Kopeshanga Mungu, kwa sababu Mungu anaogopa aibu dogodogo. Ukimkumbusha Mungu, mwambie sikumbuka ile kazi nilikwambia. Hezekia alikuwa mkora. Hezekia alimwambia Mungu. Mungu alituma Isaya kabia Hezekia, enda waambie Hezekia
anakuja home ajitayarishe. Hezekia hakuongea na Isaya. Hezekia alirudi huko kwa ukuta kaubia Mungu. Kawali ganero. Tadilika kaudo kamwe tu. Mungu kufungua kitabu akasikia aibu akaambia Isaya, rudi very fast kabla hii aibu itajukuta. Hapa kuna aibu inakuja. Rudi very fast. Hezekia karudi akamwambia umeongezewa siku. That's a secret of lending your services to God. You will never lack. Hautakosa. Na usifanye hivyo because of bragging. Atunatafuta bragging rights, because you want a partnership, a connection with God. God bless you. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. So what is it? So unaongoja mpaka tumalize ndio nainua mkono juu. Praise the Lord. Praise the Lord again. I'm Elizabeth Wanjiro Wamwiri Munene, and I'm here to thank the Lord. Apostle, thank you so much for giving me the platform on Sunday to confess. Actually, when you walikuwa teaching the Sundays, nilisimama hapa na nika confess, not knowing I was releasing myself. Praise God. The moment nilitoka hapa kwa church, nikifika stage sikuwa na feel anything. But the moment nilikaria gari kwenda nyumbani, that is the moment nilianza kufeel there is something yenye imetoka kwa moyo wangu. That night kufika home, after taking supper tukaenda kulala. Ndoto zilianzia hapo. I remember the first guy mwenye alinidunga mimba ya my firstborn alinikujia kwa ndoto. Akaniuliza, ulienda kuwaambia ndio wafanye nini? Ulienda kuambia ndio wafanye. Nilimwambia that is none of my business. Before sijagutuka niliona kwa ndoto mtoto amelala kando, mimi katikati, mzee on this side. Lakini nilikuwa nasikia sauti from kando, although I never saw the person, but nilikuwa nasikia sauti ikisema hiyo ni jini. Walikuwa nasema jini mahaba anataka kukuchukua, but the jini nilikuwa naiona mkono ilijaribu kunishika, but nikaikemea kwa ndoto na ikadisappear. Kugutuka venye tu niliona kwa ndoto, it was the same thing in my bed. After kurudi kwa ndoto nilijipata mahali nimesimama, lakini noti za 1000 noti shiagiri zilikuwa zimenisurround penye nilikuwa, but kwa mkono wangu wa kushoto nilikuwa na noti zangu nimeshika. Kulikuwa na watu wamesimama kando na nilikuwa naona, inside me nilikuwa na feel something talking to me ikisema, hizi zenye ziko kwa mkono ndizo zako, lakini hizi ziko chini sio zako. So mimi nikainama nikaokota zile noti, nika hand over kwa mwenyewe. Nikasikia watu wakiniuliza, kwani wewe ni mjinga kiasi gani unapatiana hizo pesa na venye unapitia mashida zote? Kwani wewe ni mjinga kiasi gani unawampatia? Niliwaambia they don't belong to me, hizo ni pesa zake. Nikagutuka. Kurudi kwa usingizi mara ya 3, nilijipata nimesimama mahali ambapo pamejaa mayai ya kuku. Some were dirty, some were clean, but nilichukua mayai specific. It was very clean. Nikaichukua na nikaishika kwa mkono. All of a sudden nilistukia niko kwa gate fulani, sijui ni gate ya wapi. Kwenda kurusha mkono, it was not locked, nikafungua. Kustep in, kumbe ile mayai ili turn to be funguo. Nilijipata tu naenda tu nikifungua tu milango. On Tuesday nilijipata niko kwa mahali kwa roundly, nikufua tu nafua manguo. And in this process nimekuwa na ile stress ya I have my firstborn who is very sharp. Even at the moment sina pesa za kumpeleka high school, but I know is a national material, but I believe in Jesus Christ ataenda high school. On Tuesday Mungu akanionyesha my daughter akiwa na uniform ya high school with a checked skirt. Hapo sasa nikajiona nimekuja hapa kanisani. Apostle akanipatia bahasha ya white plain. Ndani yake wakati nilienda kufungua ilikuwa na 21,000. Asubuhi yake nilipoamka, my husband akaniambia, kuanzia leo tutakuwa tukitenga amount of money yenye tutapeleka nayo mtoto shule. Kitu around mchana, my step brother akanipigia simu. Akaniambia, my sister, how are you doing? Mimi niko fine. Watoto wako aje? Wako sawa. Akaniambia, my sister, kuna kitu inanisukuma ndani yangu. But by the end of June next month, something good is coming on the way.
na my sister, hizo pesa zikitoka I will remember you. The same day penye nafanyia kazi, kuna mzee alikuja akaniambia, Wajiro, uko na watoto wako wako class? Nikamwambia niko na national material na mwingine wa CBC. Akaniambia niko na haja na huyo wa national material. Wakati mtihani utatoka, ile shule ataitwa, uniletee result, usihangaike kutafuta shule. Mimi mwenyewe ndiye nitakutafutia shule. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikashindwa surely. Sasa huyu ananiambia stories za shule, mimi mwenyewe mpaka 500 ya kupeleka mtoto shule sina. That night Mungu akanitokea tena, akanionyesha for the second time mtoto wangu akienda high school with a checked skirt. Bwana Yesu asifiwe sana. On Wednesday the same dream ikajirudia. On Thursday nikaambia Mungu, sasa Mungu nataka unipuruvie kama ni shule ni shule. That night ya Thursday Mungu alinionyesha vizuri sana nikienda kuadmit mtoto shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Apostle, I want to thank your God so much. Since that Sunday nimekuwa so peaceful, so peaceful. Thank you. Thank you. Pigia Yesu makofi. Thank you very much. That is how testimonies tutakuwa tukizipatiana. Every Sunday prepare for a major testimony, not from your neighbor but from yourself. God bless you. For now, let's meet next time. Class ni saa 9. Be attentive na mjue notebook na kalamu is a must. Bwana Yesu asifiwe sana. And remember to bring your bahasha. Remember to bring what? Your bahasha, your rent na your sacrifice. Don't mix. Thank you. God bless you.